Nataka tujifunze somo ambalo linaitwa kuharibu vikao vya uharibifu. Amen. Kuharibu vikao vya uharibifu. Napenda uwe unaandika na kuwa ni vizuri zaidi. Jioni ya leo tunataka tukaharibu vikao vyao. Tumeshawapiga siku 40 za kutosha, lakini bado haiishi mpaka ishe. Amen. Hata kama tumepiga siku 40 bado vita inaendelea. Ukikaa kimya manake umepata, kama haujapata unaendelea kupigana mpaka upate. Amina. Ukiona wewe umerelax manake ushapata, lakini yule ambaye hajapata lazima anaendelea kupambana mpaka apate. Na sisi hatuwezi kurelax, hatuwezi kunyamaza kwa sababu bado hatujapata vile tulivyokusudiwa kupata. Lazima tukaharibu kila vikao ambavyo vimekaliwa sehemu kuharibu maisha yetu, kufanya tusivipate vile ambavyo Mungu alitaka tuvipate. Leo tunaenda kuviharibu kwa jina la Yesu. Amen. Naomba tufungue Nehemia 4:7. Kama na Biblia yako fungua Nehemia 4:7. Fungua Yeremia 4, nasoma mstari wa 8. Imeandikwa, wakafanya shauri wote pamoja kuja kupigana na Yerusalemu na kufanya machafuko humo. Hili ni nini? Ni shauri. Mpaka wanafanya shauri manake kuna sehemu wamekutana, wakakaa kikao, wakashauriana. Amina majeshi. Mpaka wanafanya shauri manake kuna kikao kilichokaliwa mahala, wakakusanyika, wakakaa, wakajadili, wakafanya shauri kwamba twende tukapigane na fulani. Twende tumfuate fulani tukaharibu ndoa yake. Twende kwa fulani tukaharibu kazi yake. Twende kwa fulani tukaharibu watoto wake. Ni nini? Kikao. Amen. Baba yetu alitufundisha kwamba chochote unachokiona, hayo ni matokeo ya kikao kilichokaliwa sehemu. Hata sisi hapa tulipo ni matokeo ya kikao kilichokaliwa mbinguni, kwamba Mungu akasema tumfanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu. Ni nini? Kikao kimekaliwa mpaka tukatokea sisi hivi tulivyo. Hata shida uliokuwa nayo kuna kikao mahala kilikaliwa. Hata matatizo ulio nayo kuna kikao kilikaliwa sehemu, wakajadili fulani, siku hizi tunaona kama mambo yake yanakuwa vizuri, tufanyeje? Twende tukaharibu kazi yake, ambao hiyo kupitia hiyo inampa kipato, anavaa vizuri, anakula vizuri, watoto wake wanasoma shule nzuri. Tuharibu kile chanzo cha kipato ambao ni kazi. Ni nini? Kikao kilikaliwa sehemu. Ni sisi tu ambao ibada ni Jumatatu, Jumatano na Ijumaa, lakini bado hatuji ibadani. Lakini wachawi wale ambao wanakaa vikao kuharibu maisha yako au familia yako, wao hawachoki. Kila siku wako kwenye vikao kukujadili wewe, kujadili familia yako, kujadili ndoa yako, kujadili maisha yako. Amen. Lakini sisi tukiambiwa ibada Jumatatu, mtu anawaza Jumapili nilienda ibadani toka saa 2, nimerudi saa 12, nilivyoomba inatosha. Hapana, wale wenzako hawachoki. Kila siku wapo kwenye vikao vyao na wanahakikisha kwenye vikao vyao lile jambo lao limetimia. Lile walilopanga kwenye maisha yako kukuharibia limetimia. Hawalali, wako tayari wakasinzie kazini, lakini wahakikishe lile jambo waliokusudia kwenye maisha yako wamefanikisha. Amen. Kwa sisi jioni ya leo tumekusanyika kwenye nyumba hii ya mshauri wa ajabu. Hiki nacho ni kikao ambacho tumekusanyika kwenye nyumba hii ya mshauri wa ajabu. Tunasimama kinyume na vikao vyao vyote jioni ya leo. Tunaenda kuviharibu na kuvisambaratisha kwa jina la Yesu. Kila mabaya waliokuwa wameyapanga kwenye vikao vyao ili yapate watoto wako, yapate familia yako, yapate ndoa yako, yapate biashara yako, jioni ya leo tunaenda kuyaharibu kwa damu ya Yesu.
Wao walikusanyika kwenye vienge vyao, walikusanyika kwenye mibuyu yao, na sisi tumekusanyika kwenye nyumba hii ya mshauri wa ajabu. Tunasimama kinyume na kila aina vikao vyao, walivyokaa kwenye mibuyu, walivyokaa kwenye njia za panda, walivyokaa kwenye makusanyiko ya maji. Tunasimama navyo kinyume jioni ya leo kwa damu ya mwanakondoo. Kila aina ya kikao walichokaa kuharibu watoto wako, kuharibu biashara yako, kuharibu ndoa yako, kuharibu kipato chako, leo jioni ya leo tunaenda kukiharibu kikao hicho kwa damu ya Yesu. Amen. Wao walikusanyika sehemu kukujadili wewe, ili waharibu maisha yako, ili waharibu familia yako, ili waharibu wale watoto wako ambao wao wanakuwa wa kwanza darasani. Amen. Kuna siku RPD na alikuwa anatupa ushuhuda kwamba kuna mtu amezaa mtoto ni bonge, ana mashavu makubwa. Wachawi wakaja wakamloga, mpaka wanakuja kumloga, manake kuna kikao kilikaliwa sehemu. Yule aliona wivu kaenda kwa mganga kwamba bwana, nimeona hapana, mama fulani kazaa mtoto mzuri sana, ana mashavu makubwa, kwa nataka tumloge awe na kwa shako. Wanakuja anamwekea mtoto kwa shako. Pia amesema baada ya kumwombea yule mtoto, mtu anaongea ndani kwamba nimeumia sana, haiwezekani huyu azae mtoto mwenye mashavu makubwa hivi. Waza kuzaa mtoto tu mwenye mashavu makubwa, kwa maadui zao kwao ni kero kubwa. Je, ukiwa na biashara? Je, ukiwa unasafiri kwenda China? Je, ukiwa ndoa yako inaendelea vizuri? Je, ukiwa watoto wako darasani wanafaulu vizuri? Kwao watakuwa salama, kwao hawataumia. Mtoto tu kuwa na mashavu makubwa kwao ni kero kubwa. Wewe wakikuona unaendelea vizuri, unashaini, familia yako inang'aa, watoto wako wanaendelea vizuri, watakuacha? Watakuacha? Majeshi. Amoni anasema ukioa mweupe ndio inakuwa zaidi. Kwa nini umeoa mweupe? Kwa hiyo wao huwa hawanaga sababu maalum kwamba ya kukaa vikao ili wakuharibie. Wakishaona bwana siku hizi nimemwona Brenda, yani siku hizi maisha yake ni mazuri, akisimama pale kuimba, yani anaimba watu wanabubujika, lakini mtu kwake ni kero kwamba kwa nini anaimba vizuri watu wanabubujika. Kwa hiyo natakaje? Mimi nataka sauti yake yani ikauke, akitaka kuimba yani isitoke. Ni nini kikao? Leo kwa jina la Yesu, kama Mungu aishivyo, yeyote aliyekaa kikao kuharibu maisha yako, tunakiharibu kikao chake kwa damu ya Yesu. Na kila ubaya leo kusudia tunaubatilisha, hautatokea kwako wala kwa watoto wako wala kwenye familia yako wala kwenye ndoa yako kwa jina la Yesu. Amen. Majeshi. Tunatafuta sababu za kuwapasua. Amen. Kwamba wao huwa hawanaga sababu maalum. Wakiangalia haiwezekani. Minja siku hizi anaenda kanisani, na akienda kanisani mambo yake yanaendelea vizuri. Kwa tufanyaje? Tufanye sababu yoyote asio anaenda kanisani. Hata kuja kanisani watu hawapendi. Sembuse kusafiri kwenda huko nje kuchukua mzigo ukaja ukauza. Wanakuona unasafiri, unaenda unakusanya mzigo kwenye makontena unaleta kuuza, watafly. Wakiona pale Kitengule wezako wote matunda hawauzi, wewe unaleta matenga na matenga yanaisha, watafly. Watakukalia kikao sehemu kwamba haiwezekani. Siku hizi Mama Eliza anauza sana. Mimi naleta maparachichi 10. Yeye analeta tenga zima, yeye anaisha, mimi hayaishi. Hapana, sikubali. Kwa unataka tufanyaje? Mimi nataka wateja wakija pale wasione kitu, waone meza tupu. Unashangaa mbona wateja hawaji? Wenzako wameshageuzwa macho, wakija pale wanaona meza iko tupu afu wamekaa. Watu wanajiuliza, sasa huyu mama meza iko tupu hapa anafanya nini? Kumbe wanauza, hawaoni. Majeshi. Nafanya hivyo ili kwenye kuomba uwe na hasira, ujue vipo vikao ambavyo vinaharibu maisha ya watu. Amen.
Baba alitufundisha kwamba jambo lolote unaloliona baya linampata mtu, kuna kikao kilichokaliwa sehemu. Hayo tu matokeo ya lile jambo lililokaliwa, ya kile kikao. Unaona mtu kapindana, kuna kikao kilikaliwa usiku sehemu, kwamba fulani siku hizi anasafiri sana, safari za kwenda China zimezidi, tufanyaje? Tufanye paralyze. Ukiparalyze kutakuwa na safari tena? Hakutakuwa na safari. Ni nini hayo? Ni matokeo ya nini? Ya kikao kilichokaliwa. Na sisi leo tuna kikao hapa kwenye hii nyumba ya mshauri wa ajabu, ambao kikao hiki kinasimama kinyume na vikao vyao vyote vya uharibifu. Vikao walivyokusanyika kuharibu ndoa, kuharibu biashara, kuharibu watoto, kuharibu afya, kuharibu mtaji, tunaviharibu vikao vyao, tunabatilisha vikao vyao kwa jina la Yesu. Kila bao walilokusudia halitafanikiwa kwa damu ya Yesu. Amen. Majeshi, majeshi yako wapi? Majeshi, tunaenda kuharibu vikao vyao jioni ya leo kwa jina la Yesu. Hakutakuwa na kikao chochote cha uharibifu iwe kimejadiliwa. Baba juzi ametuambia hivi kwamba baada ya kufunga siku 40 mjaribu huwa lazima anakuja kukujaribu. Kwa mtu ana relax, anawaza Bwana, haiwezekani na kikao chochote kilichokaliwa toka ile tarehe 27 nimefunga mpaka juzi tarehe 6. Hicho kikao kimekaliwa lini? Wale wenzako hawakomagi. Wakikukosa leo wanakujia kesho, wakikukosa kesho wanakujia kesho kutwa. Huwa hawalalagi, huwa hawanaga mchezo kwenye mambo kama hayo. Wanahakikisha kama biashara imeharibika, kama ndoa imeharibika, kama watoto wanakuwa wameharibika, hawaeleweki. Wao ndio furaha yao, hawaachi kukusanyika. Ni wewe tu ambaye unasema Jumatatu nilienda ibadani na nilifyeka sana, Jumatano hii napumzika siendi. Sio hivyo. Wao hawanaga kupumzika, wao hawanaga kupumzika. Kila siku usiku wapo sehemu wanakusanyika. Wewe unatakaje? Mimi nataka bwana yule jirani yangu wagombane na mume wake, naona wanapendana sana. Mimi nataka yule mtoto wa jirani yangu siku hizi anampita mwanangu, yeye wa kwake anakuwa wa kwanza kila siku. Kwa nataka tufanyaje? Awe anafeli muda wa darasani, yeye awe analala, awe analala. Unashangaa baada ya muda mtoto wenzake wapo darasani wanasoma, mtoto kalala mwanzo mwisho, mpaka walimu wanakupigia simu, bwana huyu mtoto siku hizi analala darasani mwanzo mwisho. Unawaza kwamba kwa sababu anaamka saa 11 anakuwa na sio usingizi wa kawaida. Ameshakaliwa kikao sehemu, amemtupia usingizi wa kichawi ili awe analala darasani, ili awe anaferi. Leo kwa jina la Yesu haitakuwa kwa watoto wako. Kila kikao kilichokaliwa sehemu kwa ajili ya watoto wako na kibatilisha jioni ya leo kwa damu ya Yesu. Kama wao walikusanyika kwenye madhabahu zao wakakaa vikao, na sisi tupo kwenye madhabahu hii ya Mungu wa kweli, yeye ambaye halali wala hasinzii. Tunasimama kinyume na kila aina vikao vya uharibifu, tunavishambulia vikao vyao, na mabaya waliokusudia tunayabatilisha kwa jina la Yesu. Hakuna mwanao atakao feri, hakuna mwanao atakao haribika, hakuna ndoa itakayoharibika, hakuna biashara itakayoharibika, hakuna yote atakayeharibu kazi wala mtaji kwa jina la Yesu. Tunaharibu vikao vyao jioni ya leo kwa jina la Yesu. Amen. Majeshi, majeshi yako wapi? Majeshi, mwana wa Mungu, usiwe una relax. Usiwe kwa kuwa jana uliomba useme kesho siendi kuomba. Kwa kuwa jana nilikesha, leo haina haja ya kwenda ibadani kwa sababu mkesha uliisha saa 10. Saa 10 si ndio leo? Kwa hiyo leo haina haja. Wenzako hawachoki. Kama jana walienda kwenye vikao vyao wakakukuta uliomba sana, haukuweza kujadilika, hawakatagi tamaa. Amen. Shetani ni kama vile Farao, hakati tamaa. Akikukosa jana anakuja leo, anawaza kwamba jana nilimkosa, lakini leo lazima nampata tu. Najua yule
siku nyingine anaendaga kanisani, siku nyingine haendagi. Kama unakuanga na ratiba kwamba mimi nakuwa naenda Jumatatu, wenzako wamesha nawaza Jumatatu tumemkosa kwa sababu anakuwa anaendaga ibadani, tunamwendea Jumanne. Hata kwenye mazoezi hawana wasa, anategaga, anatoa dharura kwa Pastor Brenda kwamba leo mwalimu, bwana sitakuja kwenye mazoezi na pia sitakesha kwa sababu nimechoka. Hapo majeshi yako wapi? Majeshi yanaharibu vikao siku wa leo. Amen. Tusome Waebrania 10 mstari wa 25. Waebrania 10:25. Majeshi. Waebrania 10. Tafika kwa damu Yesu Kristo ninakuharibu jioni ya leo kwa jina la Yesu. Kikao kilichokaliwa kwenye mibuyu, kikao kilichokaliwa kwenye madhabahu za wachawi, kikao kilichokaliwa mahala popote, kwa damu ya Yesu, kinyume na mtu huyu anayesikia sauti hii jioni ya leo, kwa damu ya Yesu, kama Mungu wa Baba aliyenituma aishivyo, kwa jina la Yesu, hakuna uovu wowote uliotokana na kikao cha uharibifu utakaompata mtu huyu kwa damu ya Yesu. Yandu na makapa, sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kikao chochote cha uharibifu kilichokaliwa mahala kinyume changu, kinyume na watoto wangu, kinyume na uzao wangu, kinyume na ndoa yangu, kinyume na biashara yangu, kwa damu ya Yesu, jioni ya leo ninasimama kinyume na kikao chao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Amen. Waebrania 10:25 imeandikwa, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine. Amen. Wala tusiache kukusanyika pamoja kama tulivyokusanyika hivi. Kaga na sisi tusiache kukusanyika. Wao wanapokusanyika kwenye vihenge vyao kukujadili wewe, na wao nakusanyika kwenye madhabahu ya Mungu wa kweli. Ukikusanyika ukiwa hapa, lolote ambalo walikaa jana kukujadili wewe, unaenda kulipangua kwa jina la Yesu. Unaenda kuliharibu kwa damu ya mwanakondoo. Unaenda kulipangua na kulitegua na kurudisha kwao kwa jina la Yesu. Amen. Anasema bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri muonavyo. Amen. Siku ile kuwa inakaribia. Majeshi. Anasema wala tusiache kukusanyika. Kwa sababu gani tusiache kukusanyika? Wale wenzetu hawaachi kukusanyika. Kila leo wapo kwenye vikao vyao. Kila siku wapo kwenye vikao vyao kumjadili Yesu. Bwana Esther siku hizi wakikusanyika huwa wanatoa hoja kwamba wewe unatakaje? Mimi nataka bwana huyu jirani yangu afukuzwe kazi. Wewe unatakaje? Mimi nataka bwana jirani yangu ana mimba, lakini siku ya kujifungua ikifika mtoto agome kutoka. Majeshi. Nikiongea hivi ukaweza ukajua kwamba ni masiala. Hivi vitu huwa vipo. Amen. Hivi vitu huwa vipo. Mtu anakaliwa kikao sehemu kwamba huyu hakikisha kwenye siku yake ya kujifungua asijifungue kwa kawaida. Yaani akipenya sana asijifungue kwa kawaida, mtoto agome kutoka au kazini afukuzwe. Amen. Majeshi. Hivi vikao vikikaliwa, kila mtu akitoa hoja yake, wakitoka hapo anakubaliana, kwa hiyo tufanyeje? Mimi nataka
kuanzia leo awe anagombana tu, awe anamjibu bosi vibaya vibaya. Amen. Baada ya kukaa kikao, linatumwa pepo sasa, linaenda kukuingia au linaenda kumuingia bosi. Unakuta yaani unaanza mbona kazini kama hakueleweki, kishakaliwa kikao sehemu kujadili. Ili lengo lao nini? Ufukuzwe kazi. Leo kwa jina la Yesu, wewe ambao umekuja kwenye nyumba hii ya Mshauri wa Ajabu jioni ya leo, ipo sauti ambayo inatokea kwenye kiti cha enzi inayosema kwamba kila kikao cha uharibifu kilichokaliwa kinyume chako jioni ya leo kinaenda kuharibika kwa damu ya Yesu. Ubaya wowote uliopangwa kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya safari, kwa ajili ya watoto wako, hautaenda kufanikiwa kwa jina la Yesu. Tunaharibu vikao vyao vyote. Kila kikao cha uharibifu, kikao cha uharibifu kinyume na ndoa, kikao cha uharibifu kinyume na kazi, kikao cha uharibifu kinyume na biashara, kikao cha uharibifu kinyume na safari, tunaenda kukiharibu jioni ya leo kwa jina la Yesu. Kama walivyokusanyika na sisi tumekusanyika. Imeandikwa msiache kukusanyika. Kama wao wanavyokuwa hawakosi kukusanyika, na sisi hatuachi kukusanyika. Hata jioni ya leo tumekusanyika kwa ajili ya lengo moja tu, kuharibu kila vikao vya uharibifu kwa ajili ya biashara. Kila kikao cha uharibifu ambacho wamewaza ili waharibu ndoa yako, ili waharibu biashara, ili waharibu watoto, ili waharibu afya, ili waharibu mtaji, kikao chao tunakifanya kuwa batili. Tunaenda kukiharibu jioni ya leo kwa jina la Yesu. Majeshi, majeshi yako wapi? Majeshi yakipiga majeshi. Amen. Leo vikao vyao tunaenda kuviharibu kwa jina la Yesu. Kila kikao walichokaa ili wewe maisha yako yaharibikiwe, leo tunaenda kukiharibu kwa damu ya mwanakondoo. Imeandikwa wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Kwa damu ya Yesu tunaharibu kila vikao vya uovu, kila vikao vya uharibifu. Jioni ya leo vinaenda kuharibika kwa jina la Yesu. Vinaenda kuharibika kwa jina la Yesu. Sema naharibu vikao vyote vya uovu vilivyokaa kinyume changu, kinyume na watoto wangu, kinyume na familia yangu, kinyume na kazi, kinyume na elimu, kinyume na masomo, kwa damu ya Yesu. Kila kikao cha uharibifu jioni ya leo na kiharibu kwa damu ya Yesu. Kikao kilichokaliwa usiku wa jana, usiku wa juzi, jioni ya leo na kiharibu kwa damu ya Yesu, na kiharibu kwa damu ya Yesu. Amen. Hatuendelee. Leo vitaharibika kwa jina la Yesu. Amen. Leo hakutakuwa na kikao kitakachosalia, vyote vinaharibika kwa damu ya mwanakondoo. Yandu na makaparato koshataramanda makapa. Haribika kwa damu ya mwanakondoo. Reka pasheteke paramanda. Yandu na masheteke paramana mashabaraba. Rika manduro moshoteke paramana masheberebe. Yandu na mando koposhika taramando. Mathayo 18 mstari wa 20. Mathayo 18 na mstari wa 20. Jitahidi tunaposoma na wewe usome. Amen. Jitahidi tunaposoma nawe usome. Kumbuka baba ametuambia hivi, ile fimbo na yale mafuta, na unasema neno na unanena kwa lugha. Lile neno unalosoma ndio fimbo yenyewe. Amen. Ya kutawanyia vikao vyao kwa jina la Yesu. Majeshi, majeshi yako wapi? Majeshi yakipiga majeshi, yanaharibu vikao siku wa leo. Amen. Tumefika wote Mathayo 18:20. Amen. Some wote.
Mbona unasoma kana kwamba hauna uhakika na unachosoma? Majeshi. Imeandikwa, kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Amen. Na sisi jioni ya leo tumekusanyika, tuko zaidi ya wawili. Mungu yupo katikati yetu. Kwa tunaposema kwa jina la Yesu, nasafiri kwenye ulimwengu wa rohoni, popote walipokaa kikao kinyume changu, ili kuharibu ndoa yangu, ili kuharibu biashara yangu, ili kuharibu watoto wangu, kwa jina la Yesu na kiendea hicho kikao. Unaposema na kiendea hicho kikao, Mungu yupo pamoja na wewe. Anaenda pamoja na wewe kwenda kuharibu hicho kikao. Amen. Ndio maana imeandikwa, tunayepigana sio sisi bali yeye ndo anayepigana. Unaposema kwa jina la Yesu naenda, ni yeye anaenda kupitia wewe. Ndio maana hapa anasema kwamba walipokusanyika wawili watatu, nami nipo katikati yao. Sisi tumekusanyika jioni ya leo kama wao wachawi na waganga na wasoma nyota walivyokusanyika kwenye vienge vyao wakiwa na Mungu wao, na sisi tumekusanyika kwenye nyumba hii ya Mungu wa kweli, na yeye yupo katikati yetu. Tukisema tunaenda pamoja naye. Tukisema tunapiga pamoja naye. Tukisema tunatawanya vikao vyao, tunatawanya pamoja naye. Kwa maana sisi ni mikono ya Mungu duniani, sisi ni sauti ya Mungu duniani, sisi ni miguu ya Mungu duniani. Tukitembea ni yeye anatembea, tukizungumza ni yeye anazungumza. Na jioni ya leo tunaposema kwa damu ya mwanakondoo, yeyote aliyekaa kikao kinyume cha maisha yangu, leo nakuja kinyume chako, na tawanya kikao chako na uovu wako uliopanga kwa damu ya Yesu Kristo, na mabaya yako uliopanga kwa damu ya mwanakondoo. Umepanga ili niharibu kazi yangu haitaharibika kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya mwanakondoo. Watoto wangu hawataharibika kwa damu ya Yesu. Familia yangu haitaharibika uliopanga ili watoto wangu wachanganyikiwe. Watoto wangu hawatachanganyikiwa kwa jina la Yesu. Na kutokea kwa sura ya moto kwa damu ya mwanakondoo, na kutokea kwa sura ya moto na kuteketeza wewe na maovu yako, wewe na mashauri yako, wewe na ubaya wako kwa damu ya Yesu Kristo. Kila mwanamke, kila mwanaume aliyokaa kikao kinyume cha maisha yangu, kinyume cha ndoa yangu, kinyume cha biashara yangu, na kuja kinyume chako jioni ya leo kwa damu ya mwanakondoo, na kupiga kwa jina la Yesu. Unayo fimbo ya kuwatandikia wakatawanyika. Imeandikwa, wakija kwa njia moja watatawanyika kwa njia 7. Waliokuja kwa njia moja ili kujadili maisha yako, ili kujadili ndoa yako, ili kujadili afya yako, ili kujadili watoto wako, imeandikwa watatawanyika kwa njia 7. Na wewe jioni ya leo unayo fimbo ambayo neno la Mungu. Imeandikwa neno la Mungu ni moto, neno la Mungu ni nyundo, na neno la Mungu hilo kwa damu ya mwanakondoo nyama shatakapa ni fimbo. Ukibwaga chini inawatandika adui zako, inawapasua adui zako kule kwenye vikao vyao, kule kwenye vikao vyao. Moto unawazukia kule, radi zinawapigia kule kwa damu ya mwanakondoo. Ratoko shakapa kule kwenye vikao vyao. Amen. Nasema kabisa kwa jina la Yesu, yeyote aliyekusanyika kinyume changu kwa damu ya mwanakondoo, na mimi jioni ya leo nimekusanyika kwenye nyumba hii ya mshauri wa ajabu, nikiwa niko na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tunakujia kwenye kikao chako, wewe na miungu yako, wewe na majini yako, wewe na mapepo yako, wewe na kafara zako, kwa damu ya mwanakondoo na kushambulia wewe na kafara zako na miungu yako na sadaka zako na majini yako kwa jina la Yesu. Na kila ubao uliokusudia juu ya maisha yangu hautanipata kwa damu ya Yesu. Hautanipata mimi wala watoto wangu wala masomo yangu wala kazi yangu wala biashara yangu wala mume wangu kwa jina la Yesu. Majeshi yako wapi? Majeshi yakipiga majeshi yandu na makapa ratekeshika tararabashaba yarana mandura tekoshika taramana mashaba. Embu nena sema yikatira na mashendekepa
ratukushika taramana makapa reka pasotoko shaba herana mandika taramana mashebebebe. Majeshi, 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 majeshi yako wapi? Majeshi yakipiga, majeshi yanapiga usiku wa leo, yanapiga vikao vya uharibifu kwa jina la Yesu. Yandu na makapa waendea kwa jina la Yesu. Wao wamekusanyika. Baba alitufundisha hivi, kitendo cha kukusanyika hivi, na kuna madhabahu, kuna Mungu ambao wa madhabahu, kuna kafara ya madhabahu, kuna kuhani wa madhabahu. Amen. Kwa sisi tumekusanyika kama walivyokusanyika kwenye madhabahu zao, wakiwa na miungu yao na kafara zao, na sisi leo tumekusanyika kwenye madhabahu ya Mungu wa kweli, kwenye madhabahu ya mshauri wa ajabu, ambaye hapa yuko Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ukisema kwa jina la Yesu Kristo. Ewe jirani uliyenikalia kikao usiku wa kuamkia leo ili kuharibu ndoa yangu, mimi natokea kwenye madhabahu ya mwana kondoo na Yesu Kristo. Ninakujia kwa damu ya mwana kondoo, nakujia kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Yandu na makapa, unamtokea unasema, wewe ulikaa kwenye madhabahu na mimi nipo kwenye madhabahu, natokea kwenye madhabahu ya Mungu wa kweli, na viendea kila vikao vya uharibifu vilivyokariwa kwenye miti mikubwa, vilivyokariwa kwenye nyumba za watu, zilizokariwa kwenye visima, zilizokariwa kwenye mibuyu, na zuka kwa damu ya mwana kondoo. Kwa maana si mimi bali Kristo hai ndani yangu. Kwa damu ya Yesu Kristo imeandikwa, kama Baba alivyo ndivyo nilivyo. Nazuka kwa sura Mungu na mfano wa Mungu, na zaidi ya yote una fimbo Bwana. Unazuka pale kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo unazuka kwa sura ya moto. Moto ulao unazuka, unawatafuna wale waliokusanyika na kafara zao walizotoa na miungu yao iliyokuja kula zile sadaka, unailamba kwa moto, kwa maana imeandikwa Mungu wetu ni moto ulao. Yandu na makapa, embu nena kidogo. Rateke shikatara na mashaba, yara na mandokopo shikatara na mashaba baba, reka pasetetete yandu kupusheketera mana mashaba, rika mandokopo shaba. Mlikusanyika mkajadili, mkapanga uovu juu ya kanisa, juu ya afya, juu ya ndoa. Leo kwa jina la Yesu na wajia kwa jina la Yesu. Yandu na mashateke paramana mashaba. Majeshi, majeshi yako wapi? Majeshi yakipiga, majeshi yanaua jioni ya leo. Reka parana mashendeke parama. Baba kuna siku alitufundisha bari pia habari ya Lazaro. Lazaro walipoona afufuka kawaza, baada ya huyu mwamba kufufuka watu wanaokolewa sana, kwa sababu kila mtu anapenda aende pale ili akamwone Lazaro aliyefufuka. Kwa kupitia Lazaro watu wengi wanaokoka, watu wengi wanakuja kanisani. Wakakaa kikao kwamba tufanyeje, tumue Lazaro ambaye yeye kama kivutio cha kuwaleta watu kanisani. Amen. Wakakaa kikao, kuka alikufa akafufuliwa na Yesu. Wakakaa kikao cha kumuua tena mara ya pili. Majeshi, 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 majeshi. Na wewe kama uko hapa, kuna vitu vyako vilikuwa vimeibiwa, nyota iliibiwa, baadaye ikarudi.
Usirelax kwamba haibiwi tena. Majeshi. Usirelax kutokuja kanisani kwamba mimi sasa hivi niko vizuri. Kwa sina kazi, sasa hivi nina kazi, haina haja ya kwenda kanisani. Itaibiwa tena. Lazaro alikufa akafufuliwa na Yesu. Majamaa wakafanya tena kikao, wakafanya tena shauri la kumuua tena. Wewe kama umepata kazi, umepata watoto, halafu hauji tena kanisani, kwamba ndio haviibiwi tena? Vinaibiwa. Wanakusanyana kwamba yule mwamba, ile nyota ambayo kuna kipindi tulikuwa inatusaidia sana, kuna kipindi iliondokaga, lakini sasa hivi tunamwona analegalega, tuna uwezo wa kuichukua tena. Wewe muda huo wenzako hapo kanisani wanakesha, wewe muda huo umerelax, hizo umelala nyumbani, hauna habari. Wakati wenzako muda huo ambao wewe umelala umerelax, wenzako wamekusanyika sehemu, wanapanga namna ya kuharibu yako, wanapanga namna ya kuharibu ujauzito, wanapanga namna ya kuharibu ndoa yako. Wewe unalala wakati wenzako wamekusanyika wanafanya vikao ili kukuharibia wewe. Wewe umelala. Usikubali la chochote ulichokipata. Amen. Usirizike. Usiwaze kwamba baada ya kupata hakiwezi kupotea, kikaweza kikapotea tena, kwa sababu yule ambaye alikichukua baada ya kukirudisha si kwamba analilaki, kwa sababu alikuwa anajipatia faida. Kwa nini anyamaze na anaona zile faida hawezi kuzipata tena? Mambo yake alikuwa anaenda dukani anajaza watu, halafu ile nyota ambayo ilikuwa inakusanya watu dukani anaona imechukuliwa. Anaweza kutulia? Hawezi kutulia. Anafanya namna yote, lazima anahangaika na yeye ili kuichukua tena. Hawezi kukubali apate hasara. Amen. Kwa wewe wakati huo unajua nyota yangu sasa hivi imerudi, umerelax. Mwenzako anawaza tena namna ya kukuibia. Majeshi. Yako wapi majeshi? Yakipiga majeshi yandoko sakapa. Sema kwa jina la Yesu, jioni ya leo kwa damu ya Yesu, kila kikao cha uharibifu kilichokaa sehemu mahala popote kwenye ulimwengu wa rohoni, upande wa giza, walichokaa wachawi, waganga, wastomanyota, wakakaa ili kuiba nyota yangu, watoto wangu, ndoa yangu, kwa jina la Yesu, usiku wa leo, jioni ya leo, kwa damu ya Yesu, na viendea vikao vyao walivyokaa, iwe wiki ya jana, iwe ni juzi, iwe ni jana, kwa damu ya Yesu, na viharibu vile vikao vyao, na yale mabaya waliopatana ili kunifanyia, na yabatilisha kwa damu ya Yesu. Kwa maana imeandikwa, mabaya hayatanipata mimi, wala tauni haitakaribia hema yangu. Na imeandikwa, kila silaha itakaofanyika juu yangu, juu ya watoto wangu, juu ya kazi yangu, juu ya huduma yangu, juu ya kanisa langu, haitafanikiwa. Kikao chochote kilichokaliwa kinyume na kanisa, kinyume na huduma, kinyume na uzao wangu, kinyume na mafanikio yangu, jioni ya leo na kiharibu kwa jina la Yesu, na kiharibu kwa jina la Yesu, na kiharibu kwa jina la Yesu. Hebu simama tukaribu vikao vyao. Amen. Nimekusomea maandiko ambayo unapoomba usiwe unaomba kwa kulati, yaani usiwe unaomba kwa jina la Yesu. Kila kikao cha uharibifu na kiharibu wewe. Wenzako wako serious zaidi kuliko unavyofikiria wewe. Amen. Baba mfundisha hivi, ufalme wa Mungu
unatekwa na wenye nguvu. Na akatufafanulia hilo andiko kwamba yani linataka watu ambao wanafujofujo sana. Amen. Kwa ukiwa legelege, umekuja sawa, tunaomba, wewe haujaomba vizuri, hakiwezi kuharibika. Ukiomba legelege hakiwezi kuharibika. Unaomba, yani unaomba kana kwamba hutaomba tena. Kwa jina la Yesu, adui yoyote aliyenikalia kikao, aliyeona mafanikio yangu, aliyeona hatima yangu, aliyeona uzao wangu, aliyeona maendeleo yangu, aliona kipato changu, akakaa kikao ili kuniharibia, jioni ya leo kwa damu ya Yesu Kristo na haribu kikao chako kwa damu ya mwanakondoo, kilichokaliwa kwenye miti mikubwa, kilichokaliwa njia za panda, kilichokaliwa mara popote, kwa damu ya Yesu Kristo. Yanda makapa, siko peke yangu, niko na Baba, niko na Mwana, niko na Roho Mtakatifu. Kwa jina la Yesu Kristo natua kwenye vikao vyao, na shambulia na mabaya yao na magonjwa yao na ulemavu wao waliokusudia kuwekee, unashambulia kabisa kwa jina la Yesu. Na kuparalyze kwao walikokusudia kuwekee, unakushambulia kwa jina la Yesu. Amen. Tu anakaa kikao kwamba fulani apindane. Baba kuna siku alitufundisha hivi kwamba labda wewe Mungu amepanga baada ya muda fulani uwe rais, halafu adui akachukulia kaona na lazima uwe rais, angalau usome vitu fulani upitie, si ndio? Sasa baada ya kuchungulia kaona, anamwekea yule mtu ulemavu. Akishakuwa mlemavu, kuna kusoma hapo, kuna kuwa rais hapo. Ni nini? Kila kitu kama nilivyokuambia, Baba amefundisha. Kila baya unaloliona kwenye maisha ya mtu alikuja kwa dharura, na kikao kilikaliwa sehemu. Kuna kikao kilikaliwa sehemu. Wengine wanatoa kabisa na sadaka kwamba fulani asifanikiwe, hata apambane vipi asifanikiwe, hata apambane vipi, hata awe afanyeje asitolewe, hata alefushe kope kama waipatagari, hakuna anayekuona. Kikao kilikaliwa sehemu. Lazima ujue kwamba kuna vikao vinakaliwa sehemu kumjadili mtu. Amen. Ili kuharibu maisha ya mtu, ili kuhakikisha maisha ya mtu hayaendi, anakuwa mgonjwa kila leo. Kuna kikao kilikaliwa hapo sehemu kwamba fulani, yani mtu kila kukicho naona ni mdhaifu tu, unawaza hivi ni hali ya kawaida. Kuna kikao kimekaliwa sehemu kwamba huyu mtu awe mdhaifu kila siku. Kama ni binti, kila siku wewe ni kuumwa. Kuna mtu anakuja kukuchumbia, hawezi. Ataoaje ambaye ni mdhaifu? Ataoaje ambaye kapindana? Ataoaje ambaye ana kibiongo? Atawezaje kumwoa mwenye kibiongo? Majeshi. Hata ingekuwa wewe njao, ungemwoa mwenye kibiongo? Si lazima mke wako yuko, yani unaona kanyooka kwenye kudeki, anainama, anafanya kila kitu. Majeshi. Adui akitaka kuharibu maisha ya mtu, uovu ambao unampata mtu hauji kwa ghafla. Kuna kikao kinaanza kukaliwa sehemu fulani, ya paralyze fulani, ya pindane. Kwa nini? Ni mrembo sana, asije akaolewa. Majeshi. Kwa nini? Nina wivu, watoto wake wanasoma, wanafanikiwa sana, nataka wewe wanaferi. Kwa nini wakwake tu wanakuwa wanafaulu? Kikao kimekaliwa sehemu. Baada ya hapo, mtoto anatumiwa mapepo. Mtoto anakuwa hawezi kufaulu, hawezi kusoma, mwingine anaacha shule. Lakini kuna kikao ambacho kimekaliwa kujadili kuhusu huyo mtoto. Majeshi. Tunapoenda kuomba, omba kwa nguvu zako zote, haribu kwa nguvu zako zote. Amen. Majeshi. Sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu,
Bwana Yesu, jioni ya leo imeandikwa msiache kukusanyika kama ilivyo desturi. Na sisi jioni ya leo tumekusanyika kwenye nyumba yako hii ulioita kwa jina lako, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Naomba Bwana Yesu unitakase, unioshe kwa damu yako, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mikono yangu hii na itakasa kwa damu ya Yesu. Kinywa changu na kitakasa kwa damu ya Yesu. Ninaponena uwe wewe umenena, ninapofyeka uwe wewe umefyeka, ninapopiga uwe wewe umepiga, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na jioni ya leo yeyote aliyenikalia kikao kinyume cha maisha yangu, kinyume cha uzao wangu, kinyume cha afya yangu, amekaa kikao ili kuharibu maisha yangu, ili kuharibu familia yangu, ili kuharibu watoto wangu, ili kuharibu ndoa yangu, ili kuharibu masomo yangu, ili kuharibu uchumba wangu, ili kuharibu uzao wangu, jioni ya leo kwa jina la Yesu, ewe kikao cha uharibifu, haribika, haribika kwa jina la Yesu. Na shambulia kila vikao vya kichawi, kila vikao vya kichawi walivyokaa kwenye miti mikubwa, kwenye njia za panda, kwenye mibuyu, kwenye njia za panda, kwenye nyumba za watu, kwenye vihenge, kwenye makusanyiko ya maji, kwa damu ya Yesu, ewe kikao, haribika, haribika kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kikao chochote kilichojadili watoto wangu, familia yangu, masomo yangu, biashara yangu, huduma yangu, uchumba wangu, kazi yangu, safari yangu, kwa jina la Yesu, ewe kikao, kwa damu ya Yesu, na agiza jioni ya leo kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya Yesu, na shambulia kila vikao vya uharibifu kwa damu ya Yesu, na wakamata kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila kiongozi wa vikao vyao na mpeka kwa damu ya Yesu, ewe kiongozi wa kikao, ewe mwenyekiti wa kikao cha uharibifu, cha kuharibu ndoa, cha kuharibu huduma, cha kuharibu kazi, cha kuharibu afya, kila kikao kilichokaliwa ili nipindane, ili nipate ajali, ili niachike, ili nisizae, ewe kikao, na kuja kinyume chako kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya mwanakondoo. Yandu na makapa. Aza kuomba sasa. Ratoko shaka paraba. Reka mana mana mashendekepa. Yandu na makaparamanda. Reka mana manda. Imeandikwa yamkini watakusanyana si kwa shauri langu, watu wote waliokusanyana kwa ajili yangu wataanguka. Yandu na makapa. Ratoko shaba. Yandu na makapa. Amuru kwa jina la Yesu, waliokusanyana kinyume na ndoa yako waamuru waanguke. Yandu na makapa. Ikashata kapa. Yandu na makapa. Waambie na waangusha leo waliokusanyana kwenye mibuyu, kwenye njia za panda, kwa damu ya Yesu Kristo. Mahala popote mlipokusanyika kinyume changu, kinyume na uzao wangu, kinyume na afya yangu, kwa damu ya Yesu Kristo, yandu na makapa, jioni ya leo na waangusha kwa damu ya Yesu Kristo. Yana makapa na waangusha kwa damu ya Yesu Kristo. Yana makapa yandokoposha baba. Reka paramando beria mana mashaka paraba yandeke paramando na kukamata mwenyekiti wa kikao yandu na mashaba baba yandeke pa katibu wa kikao yandu na makapa reka pasha baba na kusanyiko lote kwa jina la Yesu Kristo lililokusanyika kujadili maisha yangu, kujadili uzao wangu, kujadili huduma yangu, yandeke pasha baba inuna mana mashata rika maramando yandeke pasha baba yandoko paramando na shambulia kwa jina la Yesu. Shambulia kwa damu ya mwanakondoo. Waangushe hao. Tangaza anguko lao kwa damu ya mwanakondoo. Meanguka kwa damu ya Yesu Kristo, kwa maana imeandikwa wote waliokusanyana
kwa damu ya mwanakondoo yanuna makapa ya mwana mashabaraba waliokusanyana yana mashaka paraba beri ya mwana mashanda kapa beri ya mwana makapa watanguka kwa ajili yako waangushe kwa jina la Yesu rekamana mando beri ya mwana mashaka pa rekamana baba beri ya mwana mashendekepa. Ewe jirani mchawi, kwa damu ya Yesu Kristo yanuna makapa, mfanya kazi mwenzangu yanuna makapa uliyeenda yanuna mashaba baba beri ya mwana makapa kwa waganga mkakaa kikao ili kujadili ili nifukuzwe kazi ili niachike ili niharibu mimba, leo kwa jina la Yesu kwa damu ya mwanakondoo na kuangusha na kupolomosha kwa damu ya Yesu Kristo yanda makapa rakaparamando rekamanamanda waangushe hao kwa damu ya Yesu Kristo, wakamate waangushe kwa jina la Yesu Kristo yana makapa na kukamata. Ewe jirani mchawi, ewe ndugu mchawi, rafiki mchawi, mfanya kazi mwenzangu mchawi, na kukamata leo kwa jina la Yesu Kristo na kuangusha kwa damu ya Yesu Kristo na kuangusha na kupolomosha kwa damu ya mwanakondoo yana makapa na kuvunja vipande kwa damu ya Yesu Kristo, na uovu wako na mabaya yako na magonjwa yako na kupalaizi kwako na kuachika kwako kwa damu ya Yesu yana makapa yandokoshaba baba yana makapa yanuna makapa eratokoshaba iramana makapa reka paramando yandeke shababa yanono moshata yanuna makapa ratoko shababa yandakapa yandoko shababa yandeke paramana baba yandoko shababa kwa damu ya Yesu Kristo. Kila kikao kilichokaliwa kwenye miti mikubwa, kilichokaliwa njia za panda, kilichokaliwa milimani, kilichokaliwa mabondeni, kilichokaliwa makabrini, kwa damu ya Yesu Kristo yana makapa na shambulia jioni ya leo kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwanakondoo na shambulia kwa jina la Yesu Kristo. Ewe kikao cha uharibifu yanoko shababa yanuna makapa na kushambulia kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwanakondoo ya kamanamando yandeke pasha baba beri ya mwana mashando kopanamando rekamana baba iramana mashanda kapa eramana mashanda eramandu ya makapa imashanda makapa yamandura makapa. Tunavifuata vile vikao reka pashenderebe kapa imandura makapa eria masata kapa yamandura makapa, vile vikao vya uharibifu yakapara masete eria manda makapa eria masata kapa. Tunazuka kama moto kwenye vikao vya uharibifu ya mandura makapa eria mashanda makapa ya mandura makapa. Tunavitawanya kwa moto wa Mungu hivyo vikao vya uovu rimo shata kapa eria manda makapa erima sata kapa ya mandura makapa. Tunachia moto ya kapara mashete, maana imeandikwa Mungu ni moto ulao riko shandu na makapa eria manda makapa. Hivyo vikao vya uharibifu ya mandura makapa, hivyo vikao vya ubaya rimo shata kapa eria manda makapa eria masata kapa iramandu ya makapa rimo shata kapa ya mandura makapa. Tunawavamia rimo shata kapa, tunazuka rimo shata kapa ya mandura makapa. Tunaharibu kwa damu ya mwanakondoo ya makapa eria masata kapa eria mashandara makapa. Tunaharibu kila vikao, maana imeandikwa yamkini watakusanyana si kwa shauri lake Mungu, watu watakaokusanyika juu yako watanguka kwa jina lako, kwa jina la wataanguka kwa ajili yako. Hebu angushe sasa rima shata kapa eria mandama kapa. Tunaangusha wachawi, tunaangusha majini rimo shata kapa imandura makapa imashenderebe kapa. Wabaya wote kwa damu ya mwanakondoo tunawaangusha riko shata kapa, na mashauri yao na maajenda yao angusha kwa damu ya mwanakondoo imo sata kapa yamandura makapa. Wamepatana gizani tena kwa siri rimo shata kapa yamandura makapa. Waharibie hao, vunja kwa damu ya mwanakondoo, waangushe hao riko sata kapa imandura makapa eria mandama kapa eria masata kapa imora makapa imandura makapa eria mashanda makapa yakapara mando rimo sata kapa yamandura makapa riko shindiribi kapa rimandu ya makapa. Haribika kwa damu ya mwanakondoo yakapara mando. Kikao cha kufa kabla ya wakati riko shanda makapa imandura makapa. Wamejadili
kubadili kwa habari ya biashara yako, haribu kikao hicho. Reka pasete imandura makapa eria manda makapa yamandura makapa, ule umoja wa chawi angusha rima sata kapa yamandura makapa, agenda yao choma moto hiyo. Reka pasete imandura makapa eria masata kapa yanda makapa eria masata kapa rimo shanda makapa imandura makapa, ile agenda ufukuzwe kazi. Riko shandu na makapa choma moto rika pasete eramanda makapa imashenderebe kapa, tunavishukia vikao vyao. Rima sata kapa tunachoma agenda zao. Rima shata kapa iratatata yatatatata yandu na makapa eramakapa eramasata kapa yamandura makapa imashata kapa yamandura makapa eria masata kapa. Tunasimama kinyume kwa damu ya mwana kondoo. Rimo shata kapa kwa vikao vyote. Riko shata kapa kwa habari ya kanisa, haribu kwa damu ya mwana kondoo. Yamakapa ramasete, maana imeandikwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo hapo katikati yao. Rima shata kapa rima mama yamandura makapa eria makapa eria masata kapa eria mashanda makapa imandura makapa ira mama ule umoja watu wabaya. Rima shata kapa waganga wa kienyeji rika paramando indiribi kapa era makapa era masata kapa eria mashanda makapa rimanda makapa era tatatata ira tatatata yanduna makapa erimanda makapa erima sata kapa yanduna makapa erima shanda makapa. Piga mwenye kichwa kikao rika pasete yanduna makapa erima shanda makapa. Tuna upanga wa Bwana rima shata kapa, tuna fimbo ya Mungu. Piga hao kwa jina la Yesu. Rima shata kapa imandura makapa eria makapa eria masata kapa eria mashanda makapa yamandura makapa. Washirika wa vikao yanduna makapa, tembeza upanga feka au rima shata kapa yandu na makapa eria makapa. Shangazi mchawi, bibi mchawi, rimo shata kapa, ndugu mchawi, mwana ukoo chawi, wamepatana kinyume nao tena kwa siri gizani. Rima shata kapa ratatata eti waharibie wao. Rima shata kapa waangushe hao. Rimo shata kapa imo mama yandu na makapa rimo shata kapa rima mama. Sisi ni moto ulao, tunazuka kwa moto. Reka pashendere yandu na mashando kopara manana baba reta kapasha baba imaramando koposhata yanda kapa yandu na makapa. Nena kwa lugha sasa. Reka paramando imashata kapa yanda makapa yando koposha baba yandu na makapa. Waende kwa roho wale waliokaa kwa damu ya mwana kondoo, agenda yao haribikiwe. Yandu na makapa agenda yao pate ajari. Ikamanu na mashata kapa reka mana mashende kepa ikamana manda yando koposha baba yanu na mashanda kapa ratokosha baba yanu na makapa ratokosha baba yanda makapa yando kopo yande kepasha baba. Agenda yao wakuone unachechemea, agenda yao wakuone ukiwa unalia, agenda yao wakuone ukiwa na huzuni. Yandu na makapa yando koposha baba yanda makapa ratakapa shaba beria manara mashata beria manara makapa beria manara mashanda kepa inuna mana mashete kepa iramana mashata ikamanu na mashande kepa rikopo shaba ikamane na mashete kepa rikamana manda inuna mana mashata yande kepa. Napiga kila vikao vya uharibifu, vikao vya uovu, napiga kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Yando kopo yandu na mashata yando kopo shaba baba yanda makapa rikosha baba yanda makapa rikoshetete yanda mashiha iramando kopo yarana mandekepa yarana mana mashaba baba ratatata ratokosha baba yandekepa mando yanuna mashaba baba yandekepa ratokosha baba beria manara makapa yanda mashete kepe beria manara makapa ikamana mana mashata beria manara mashande kepa beria manara makapa. Waende hao kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo. Waende kwa mamlaka jina Yesu. Yandu na mashakapa yana makapa reka parmando beria manara mashakapa beria manara makapa ina manara mashaba beria manara makapa. Piga kwa
kwa jina la Yesu. Pasua, vunja kwa jina la Yesu. Yandu na makapa rekamano. Ajenda yao wakuone ukiwa unachechemea, ukiwa unalia, ukiwa una huzuni, kwa damu ya Yesu. Yandu makapa, shambulia ajenda zao kwa damu ya Mwanakondoo. Shambulia kwa jina la Yesu. Yandu na makapa rekamano. Ila ajenda kikao chenu na shambulia kwa jina la Yesu, na ibatilisha na ifanya kuwa batili. Ajenda yenu muone na chechemea, na batilisha kwa damu ya Yesu Kristo. Kwangu hakutakuwa na mwenye kuchechemea, wala kuharibu mimba, wala kuzaa mapoza, wala kuachika, wala kufa kabla ya wakati, kwa damu ya Yesu, wala kupoteza kazi kwa jina la Yesu Kristo. Yandakapa yandokoshaba baba yanu na mashande kepa ratokoshiba rekamana mana mashata yakamana mandokopo yakamana mande berio mana mashata berio mana makapa yandokoposhaba yandu na makapa irataya yakasha ratokosha baba retakapaya da ratokosha baba yanekepa yatokosha baba yanekepa yandu na mashata tata rakapa yandekepa baba yandokosha tata yandu na mashandekepa yandu na mashandokosha baba yanna masekekete yandu na makapa rekamando berio na mashanda kapa yanna makapa mando. Imeandikwa utawapiga kwa fimbo, watavunjika kama chombo cha finyazi, na wapiga adui zangu kwa damu ya Mwanakondoo. Yandu na makapa, na wapiga waliokusanyika kwa damu ya Mwanakondoo, kinyume changu, kinyume cha huduma, kinyume cha kazi, kinyume cha uzao. Piga kwa damu ya Yesu. Yandu na makapa rakapa yandekepa shaba, tembeza kipigo kwa damu ya Mwanakondoo. Ajenda yao wakuone unalia, ajenda yao wakuone unachechemea, ajenda yao wakuone ukiwa na huzuni. Embu shambulia kwa jina la Yesu, shambulia kwa damu ya Mwanakondoo. Yanu na makapa, shambulia ajenda zao, uovu wao, ubaya wao, makusudio yao kwa damu ya Yesu Kristo. Ratoko shaba rekamana mashata yakamana mashata kepa rikamana manda yandekepa shaba yandu na makapa yarana mashetetete rikamana mana mashaba rekamana mana mashetekepa rikamana mando berio mana mashaba berio mana makapa berio mana mashabaraba berio mana mashandekepa berio mana mashabaraba berio mana makapa kwa damu ya Mwanakondoo. Na tua kwenye vikao vyenu kwa jina la Yesu Kristo. Yandu na makapa na chiria mafuriko na wasomba na uovu wenu na ajenda zenu kwa damu ya Mwanakondoo. Yandu na mashakapa yandu na makapa na tua kwenye vikao vyenu nikiwa na fimbo kwa damu ya Yesu Kristo. Yandu na makapa rikamana mando yana mashetekepa rikamana mana mashaba yatokopo yandu na makapa yandeke parata rekoshaba rekamana mana yandokopo shaba yamana mana makapa. Hicho kikao chenu hakitakuwa, wala ila ajenda yenu haitafanikiwa kwa damu ya Mwanakondoo. Rakapa, kila mambo mliokusudia kule kwenye vikao vyenu na abatilisha ule msiba, na ubatilisha ule ugonjwa, na ubatilisha kule kuparalyze, na kubatilisha kwa damu ya Yesu. Yandu na makapa, embu batilisha yale maovu yao, embu batilisha ule ubaya wao, batilisha kwa damu ya Yesu. Yandokopo yandeke pashaba yandu na makapa yandeke paramana yamana mana mashaba baba yamana mana makapa heri yamana mashaba baba yamana mana makapa yandeke paramando yarama shaba baba yarana mana makapa. Mmekusudia uovu kwa damu ya Mwanakondoo, hautafanikiwa kwangu, wala kwenye uzao wangu, wala kwenye kanisa langu, wala kwenye huduma yangu, wala kwa watoto wangu, kwa damu ya Yesu Kristo. Rakapa yandeke pasha baraba rekamana mando yamana masha baraba yandokoposha takapa kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Mwanakondoo, kwa mamlaka jina la Yesu. Kila uovu, kila ubaya mliokusudia kwenye vikao vyenu kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Mwanakondoo. Yandu na makapa yandeke pasha yandu na makapa. Wasimamizi wa kikao mmeanguka, kiongozi wa kikao umeanguka kwa damu ya Yesu Kristo, na kafara zako nimezikausha kwa damu ya Yesu, na mabaya yako ulioyapanga nimeyabatilisha kwa damu ya Yesu Kristo. Yandu na makapa yarana mashaba yarana mana makapa yandokoposha baba ratokosha baba. Sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu,
kwa jina la Yesu. Kila adui wa maisha yangu, wa hatima yangu, wa kusudi la Mungu kwenye maisha yangu, uliyekaa kikao ili kuzuia lile kusudi la Mungu kwenye maisha yangu, uliyekaa kikao ili kuharibu afya yangu, biashara yangu, kazi yangu, kipato changu, kwa jina la Yesu, jioni ya leo na kutangazia hukumu kuwa umeanguka kwa damu ya Yesu. Umeanguka kwa damu ya Yesu, kwa maana imeandikwa, watu wote waliokusanyana kwa ajili yangu wataanguka. Yeyote aliyekusanyana kinyume changu, kinyume na kusudi la Mungu, na Mungu popote alipo, anguka, anguka, poromoka, poromoka kwa jina la Yesu. Uwe ni ndugu, uwe ni rafiki, uwe ni mfanyakazi mwenzangu, kwa jina la Yesu, jioni ya leo natoa hukumu juu yako kuwa umeanguka na mabaya yako na uovu wako na ajenda zako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rudi kwenye kiti chako, halafu simama, nyosha mikono yako juu. Ratoko shakapa yandu na mandeke paramana mashando koporamando reka pasoto koporamana mashaba reka mana mashandeke paramana mashando kopo rika mana mashandeke paramando, na giza kuanzia sasa kwa damu ya mwana kondoo. Ratoko shakapa, yeyote aliandikiwa kufa kabla ya wakati, yeyote na giza kuanzia sasa kwa damu ya mwana kondoo. Na semesha mapango, na semesha makaburi, na alisemesha anga. Yeyote aliandikiwa kufa kabla ya wakati, aliandikiwa apate ajali, yandu na makapa, aliandikiwa afiwe, yandu na makapa. Ratokosha baba, yandu na makapa, na ipiga leo mauti, na ishambulia ewe mauti, ewe mauti, ewe mauti. Imeandikwa Yesu akashinda kuzimu na mauti. Ewe mauti, ratokoshaba, huna nguvu juu ya mtu huyu kwa damu ya Yesu Kristo. Na giza kwa damu ya mwana kondoo, kwa mamlaka jina la Yesu Kristo, yandu na makapa rekapashata yarana mama soto rikamanu na mashetekepa rikoshimarata yada yandu na mande rato yadama rikamana mana mashendekepa. Na giza kwa damu ya Yesu, ile mauti inayokunyemelea, yandu na makapa, ile mauti, yandu na makapa rakepeshaba, umeandikiwa ili upate ajali, yandu na makapa rekapasetete. Na wapisha enyi mashetani mliyepewa sadaka, mmepewa sadaka na mkatumwa kwamba muhakikishe mtu huyu, ratokoposha baba, na achilia moto kutoka mbingu ya tatu, na teketeza na vunja kila makaburi, kila mapango, kila majeneza kwa damu ya Yesu Kristo, kwa mamlaka ya damu ya mwana kondoo. Ratokosha baba, yandu na mandeke paramana mashata, mlio ndani yake mna masikio mnasikia, na achilia moto usiovumilika kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye nyayo wa miguu, moto kwa jina la Yesu. Na teketeza kila kikao kilichokaliwa kinyume chako. Yes, yandu na makapa. Leo kuna kikao kimekariwa kwenye madhabahu ya mfalme Yesu, kwamba kila kikao chenu mlichokaa kinyume chake kimekuwa batili kwa jina la Yesu. Kimekuwa batili, kimekuwa batili kwa damu ya mwana kondoo. Kikao cha ajali, kikao cha ajali, kikao cha kufiwa, kikao cha kufiwa kimekuwa batili. Yandu na makapa rakapashendekepa yandu rana mashendeke paramando rakapasetetete yandu na mashandeke paramana baba reka mana mashandakapa. Jo kwa jina la Yesu, jo kwa damu ya Yesu. Na agiza kuanzia sasa, popote ulikoshikiliwa, ilikoshikiliwa nyota, ulikoshikiliwa uso, kilikoshikiliwa kibali, na pasua magereza, na pasua makaburi, na pasua viungo, na pasua chupa. Jo kwa
jina la Yesu. Ratoko shaba. Yandu na makapa. Nasafiri mpaka ulipo. Nasafiri mpaka ulipo. Yandu na makapa. Nasafiri mpaka ulipo. Nikiwa na fimbo kwa damu ya Yesu. Na wavunja waliokushikilia. Na wapasua kwa jina la Yesu. Rakapa. Yandu na makapa. Yandu na mashendekepa. Kila kifungo ulichofungwa. Kila kifungo ulichofungwa. Yes. Kila kifungo ulichofungwa. Moyo uliofungwa. Akili uliofungwa. Ufahamu uliofungwa. Na vunja kifungo. Ratoko shaba. Yandu na mashendekepa. Ratoko shaba baba. Yara na mandekepa ratayada. Rikoshika tera mana mashebebebe. Yara na mama sotoko pora mana mashebebebe. Ratekepa yataya. Yandu na mandoko pora mana mashata. Reka mana ratoya na bashima. Njoo kwa jina la Yesu. Njoo kwa damu ya Yesu. Yandu na makapa. Kibali chako, uso wako, mikono yako, mikono ya kuhesabia fedha, uso wenye kibali, uso wenye mvuto. Njoo kwa jina la Yesu. Yandu na makapa. Mikono yake, tumbo lake, nyota yake. Yes. Chochote kilichoibiwa kwenye maisha yake na amuru, njoo kwa jina la Yesu. Iwe ni mikono, iwe ni uso, iwe ni mikono ya utajiri, mikono ya kuhesabia fedha iliyoibiwa, inayotumika na mtu mahali, naifuata kwa jina la Yesu. Naifuata kwa damu ya mwanakondoo. Njoo kwa jina la Yesu. Yando koshaba. Na washa moto kwenye Mungu wa rohoni. Hakuna mchawi atakayeweza kukushikilia. Nazuka kwa sura ya moto nikiwa na fimbo. Na mvunja mchawi ndugu, mchawi jirani, mchawi rafiki, mchawi wa kazini kwako. Na pasua kwa jina la Yesu. Rando koshaba. Yandeke paramando. Rato koshaba baba. Yandu na makapa. Rekapashata. Yandu na mashendekepa. Rato koshaba baba. Yara na mandekepa. Na washa moto kwa damu ya Yesu. Mashetani wote walioingia ndani ya mtu kupitia kikao kilichokaliwa, na giza kuanzia sasa kwa damu ya mwanakondoo. Roho ya kuacha iliyomwingia mtu kwa jina la Yesu. Na pisha kwa jina la Yesu. Yandu na makapa. Kwa damu ya Yesu. Umetumwa ili uharibu maisha yake, na mimi nimetumwa na mbingu kwa jina la Yesu. Yandu na makapa. Ewe jini ulio ndani yake, uliondoa moyo wa ibada, moyo wa kumcha Mungu. Yes. Yandu na makapa. Ratoko shakapa. Yandu na makapa. Na kwa
Takapa. Yandu na mashende ke paramana mashaba baba. Rato kosheke teramana mashama mando. Rakapasete teramana mashaba baba. Yandu na mando kopo. Rekapasete kepe. Rekamando kopo shamana mando. Yandu na mande ke paramana mashaba baba. Rekamana mashando kopo ramando. Kwa damu ya Yesu kuanzia leo hukumu juu ya adui zako imetoka. Wameanguka waliotafuta uhai wako. Imeandikwa, Mungu akamwambia Yusufu, mchukue mtoto, kwa maana wamekufa waliotafuta uhai wa mtoto. Wamekufa waliotafuta uhai wako, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Yandu na makapa ratoko shaka paramando beria mana mashanda kapa. Ongeza makofi na vigeregere kwa ajili ya Bwana Yesu. Ratoko sheke peramana mashaba yara na mandeke paramana mashaba. Sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Jioni ya leo wale maadui waliokusanyika kwenye vikao ili kuharibu maisha yangu, hatima yangu, biashara zangu, wameanguka na vikao vyao na uovu wao na ajenda zao, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kuanzia leo kila ajenda ya kuzimu nimeiharibu. Haina nguvu kwangu, wala kwenye maisha yangu, wala kwenye ndoa yangu, wala kwenye masomo yangu, wala kwa watoto wangu, wala kwenye biashara yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ongeza makofi makubwa kwa ajili ya Bwana Yesu. Amen. Naomba tukae huku ukishika sadaka yako nzuri ulioiandaa kwa ajili ya kumtolea Bwana. Shika sadaka yako tumtolee Bwana wakati tumalizia. Baba Mungu, katika jina la Yesu, Bwana Yesu, tumekuja mbele zako, tumekusanyika kwenye nyumba yako ile uliyochagua ukaita kwa jina lako. Tumekusanyika kinyume cha maadui zetu waliotukalia vikao, na sisi tumekusanyika kinyume chako Bwana Yesu. Zaidi ya yote, tunazo sadaka za shukrani za kukutolea wewe uliyetupa nguvu za kuharibu vikao vyao kwa jina la Yesu. Uliyetupa nguvu za kuharibu ajenda zao kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, sadaka hizi tulizoshika zikawe baraka, zikawe kumbukumbu, zikawe ushindi, zikawe nguvu katika jina la Yesu. Kwa damu ya mwanakondoo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, sadaka zetu na maombi yetu yakawe kumbukumbu kuwa adui wameanguka na ajenda zao katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu naomba na kuamini. Amen. Na safari hii ninainuka kwa ujasiri. Adui yangu jiandae mapigo ya Bwana. Na safari hii ninainuka kwa ujasiri. Adui yangu jiandae mapigo na Bwana. Safari hii na safari hii ninainuka kwa ujasiri. Adui yangu jiandae mapigo na Bwana. Safari hii na safari hii ninainuka kwa ujasiri. Adui yangu Mchezee Bwana. jiandae mapigo na safari hii na safari hii ninainuka kwa ujasiri. Hey,
Hey, yeah.